pamoja na kulenga shabaha. Okay, namba my God. Soma brother. Mimi sawa nimesoma kutoka kumbe ni namba bwana. Ni sawa. Ni sawa maskini. Hesabu 27:18. Ndio sawa kabisa. Nilikosea tu kutamka jamani. Bwana akamwambia Musa, mtoa Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, ukamwekee mkono. Kisha ukamweke mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya mkutano wote, ukampe mausia mbele ya macho yao. Nawe utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kutii. Amen. Kwa hiyo unaona Branham yeye asingefanya kama Musa alifanya. Kabisa angefanya. Na wauliza Branham yeye angefanya ambavyo Musa asingefanya? Angekuja tofauti? Yule anayechaguliwa na wekwa nini? Mikono. Ishara ya kwanza ni kuwekwa nini? Nabii akanena, Musa akamwambia nabii Eleza na huyo mwingine na mbele ya mkutano. Huyu Joshua mwana wa Nuni akamwambia, "Waangalie Torati ya Musa ili upate kufanikiwa, usiende kushoto wala nini." Branham alipomwekea mkono Coleman, jamaa barikiwe, akamwambia, "Mimi na kusanyiko la Josephville, Indiana, tunakupa mkono wa nini? Wa shirika. Na tuko pamoja nawe." Haiko kwenye maandiko? Tuplay kana tuache kuhubiri au tuplay? Mnaamini? Amen. Sema amina. Kwa hiyo tunasogea na roho yule? Tunasogea na roho yule? Ukiwa mnafiki kazi ya kila mtu itapima kwa nini? Yes sir. Mimi sijali. Jina la barikiwe. Ila wana wa Mungu wanaangalia jambo hili lililotendeka, lilitendeka wapi kule nyuma. Mungu alifanya wapi kitu cha aina kule? Kwa hiyo wewe unamtetea Coleman. Nasikia pepo anasema. Sasa ndugu yangu, kama umepagawa na mapepo, wewe ndio kupagawa nini? Mimi sina shida na wewe. Na kama una vita vya andiko hufanye nini? Kwa hiyo ndugu inaweza ikafanya nini? Sio kukuponya. Kwa sababu Branham anamwambia ndugu Coleman, mimi na kusanyiko hili tunakupa mkono wa nini? Na tutakuwa pamoja nawe. Utalifanyaje hili? Na kanena yeye. Kuna pepo jamani. Tukubaliane kuna pepo. Na nabii Mungu aliona katika ule mkutano wa Israeli, kabla sijaanza kusema. Alijua katika ule mkutano wote wa watu milioni 2. Alijua mtu mwenye roho ni Joshua. Yawezekana na kizazi hiki. Ndio ninafahamu. Yawezekana na kizazi Mungu aliona, Branham aliona, akaona kazi. Mtu mwenye roho inayoweza ambaye itahitajika ulimwenguni. Huyu aliyetajwa hapo katikati. Anaitwa nani? Joseph. Nani? Coleman. Hivyo ndivyo. Najua Joseph Branham Mungu aliona ndani yake. Na aliomba. Nisikilize, msichanganye mafaili. Msichanganye nini? Mafaili. Kama kwenye simu nakuja boda, sio mpata SMS 100, nimepata hiki. Ningine nakwambia lakini vigezo na masharti uzingatie. Unakuja kwenye kupiga na vigezo na masharti fanya nini? Uzingatie. Kwa hiyo usichanganye nini? Mafaili. Mungu alitamani, Branham alitamani maisha ya Yusufu. Yaani Mungu alimwekea kiu cha kutamani maisha ya nini? Alisoma pale Yusufu alipowapa chakula, akawapa na mbegu za kwenda kupanda. Alipoona ono la miaka 7 ya chakula na miaka 7 ya nini? Akatamani hayo maisha. Mungu akamwambia, nimekupa Yosefu. Akazaliwa binti wa kwanza, mtu akasema ni Yosefu, akafa, akasema ni Mungu. Akazaliwa mwingine, binti mwingine, akasema huyu nabii labda alishindwa kusema, akasema zikapeleka Josephine, akafa. Daktari anamwambia upasi kuzaa tena. Wewe ni operation. Jina baba barikiwe. Daktari wa mke wa Branham, jina baba barikiwe. Akachukia Branham, akamwambia amekataa kunisikiliza mimi. Sasa anaenda kupoteza mke na anabaki hana mke.
Jema barikiwe. Akujua Mungu ni Jehova. Yosefu akaja mwishoni kabisa, shetani amefura. Yosefu, la kusudi la Joseph Branham kuja, kazi yake Mungu aliiona ndio hii. Hapa. Hii ndio kazi ya Josefu. Hii ndio kazi ya nini? Joseph Branham kuchukua chakula kilichoko halali na kutoa kwa bidhaa zote ulimwengu. Mungu abariki Joseph Branham. Mungu abariki Joseph Branham. Jina la barikiwe. Sawa, tusichanganye nini? Mafai. Tusichanganye nini? Mafai. Sasa hapo utajaza mwenyewe deshi. Sasa tunaanza na ujumbe The Stature of Perfect Man, paragraph 64. Kimo cha mtu mkamilifu. Ndio tunaanza nacho. Unasema Branham hakunena kitiki. Sasa utajua alinena ama kufanya nini? Au hakunena. Maana jumbe nyingi ziko katikati ya mistari. Inahitaji roho kukuambia kuwa kama Yusufu, kuchukua chakula na kugawia watu posho. Jina la Bwana libarikiwe. Umepata? 64 na 64 62 mwezi wa 10 ni 64 ni 65. Niko na sawa kwa 65. So na mnukuu Branham jamani. Ujumbe wa kimo cha mtu mkamilifu, kifungu cha 65. Sema Kiswahili sasa kwa namba kusikia. Amen. What is it? God condescending to his creation. Ni kitu gani? Mungu alijididi kwa viumbe vyake. God wanted to be worshipped. Mungu anataka kuabudiwa. Amen. Ukipiga makofi ukisema come see the revival, asema hao wanatuletea ibada nyingine. Kwa hiyo ukiabudu unatakiwa uimbe nyimbo zile za mwaka wa 21. Ndio unafanya nini? Ngoja nikwambie. Jina la Bwana libarikiwe. Sitaki nikupoteze. Nataka nikusaidie. Nataka niache nafsi yako iliyofanya nini? Iliyolala. Jina la Bwana libarikiwe. Paulo na Sila walipowekwa gerezani, je, vipi wangeimba ule wimbo yote nangu? Jamani, sio wa Kristo. Mungu si mzuri. Lakini kule sio gerezani. Vipi wakiwa kwenye gereza lile nasema yote nangu le ya Yesu na moyo. Lama gereza ikifunguka kweli. Waliimba, Biblia anasema katika Zaburi, Mungu ataweka wimbo mpya kinywani mwangu. Kwa sababu yeye ni chemchemi ya uzima.